أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ikiwa bado tuko katika kipande cha dua ambacho kwamba Imam alayhi salam anasema wa antuzi'ani shukrak, na unizindue kukushukuru kwako ewe Mwenyezi Mungu. Lakini inshallah katika kipande hiki tutaweza kuongea kuhusiana na kitu kidogo ambacho kwamba huwa tunakiona ni kidogo, lakini kumbe ni kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nafikiri ndugu yangu Muislam na pia mimi pia hatujawahi au tushawahi jiuliza kuhusiana na hii sajda ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii sajda ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kitu ambacho kwamba inafaa kila wakati tuitie katika mila yetu. Itakapotokea kitu chochote kizuri, basi sujudu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukimpatia shukrani. Angalia, maimam wanajua sababu nyingi za sheria. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anajua sababu za sheria. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweka sajda katika swala? Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka rukuu katika sala? Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka lazima katika swala tusome sura na tusome al-Fatiha? Kwa nini amefanya hivyo? Tutakaporudi kwa mtume atatuelezea kwa nini. Lakini katika kikao hiki tunataka tuangalie sababu au illa ya sajdati shukr, illa ya kufanya au kusujudu sajda kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna mmoja wa wafuasi wa Imam Ridha alayhi salam ambaye kwamba anaitwa Hasan ibn Ali ibn Fadhal, ambaye kwamba amepokea kutoka kwa Imam Ridha alayhi salam. Anasema huyu sasa Hasan ibn Ali anasema ibn Fadhal anasema anasema Imam anasema as-sajda ba'da al-faridha shukran lillah. Yani anasema sajda baada ya swala ya wajib. Yani mathalan usali sala ya dhuhur, utakapomaliza alafu kisha ukuje na sajda ya shukr. Shukran lillahi ta'ala dhikruhu, yani ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtaja yeye ala ma waffaqa al-abda, kwa yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu alomwafikishia huyo mja min adai faradhi, kutekeleza faradhi ambayo kwamba ima ni faradhi ya salatu al-asri au ni faradhi ya salatu al-maghrib au ni faradhi ya salatu al-isha. Wa adna, na kitu cha chini ambacho kwamba huyu mja atakacho kisema ma yujzi fiha, ambayo kwamba tu inatosheleza fiha kwa hiyo sajdatu shukr min al-qawli, kwa maneno ambayo kwamba atasema katika hiyo sajda shukr, an yuqal, ni isemwe hivi shukran lillah. Yani kitu cha mwisho ambacho kwamba mtu anaweza sema ni kusema shukran lillah. Sasa tumuulize Imam, shukran lillah ni mara ngapi? Je, ni mara mbili ama ni mara tatu ama ni mara moja? Akasema Imam, shukran lillahi 3 marat, yani kusema shukr, kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara 3. Qultu, sasa huyu ambaye kwamba anaitwa Hasan ibn Ali akasema fama maana qawlihi, basi ni nini maana ya kauli yake tutakaposema shukran lillah, tutakaposema shukri ya Mwenyezi, shukrani ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hii shukrani ni gani? Akasema yaqulu, akasema Imam sasa hadhihi sajda, katika hii sajda utakaposema shukran lillah
ni nini? Ala ma waffaqa lahu, ni ile ambayo kwamba ala ma waffaqani, afwan, ni ile ambayo kwamba utakaposema shukran lillah ni kwamba unamaanisha ile ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameniwafikia mimi min khidmatihi, kumfanyia khidma Mwenyezi Mungu, kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili sisi ni waja wote wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min khidmatihi, kwa kumhudumia Mwenyezi Mungu, kwa kumtumikia Mwenyezi Mungu. Wa adai fardhi, na kutekeleza faradhi yake. Wa shukr mujibun liziyada, anasema Imam kwamba kusema au kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kusema hiyo shukran lillah mujibun liziyada, ni kitu ambacho kwamba kinazidisha riziki, ni kitu ambacho kwamba kinafungua milango. Kwa hivyo katika shukr, hii shukr maana mwanzo tulisema kwamba maqamu shukr, hii maqam ya shukr. Saizi inshallah tutakuwa wenye kuongea kuhusiana sasa na hii maqam ya shukr. Tulianza na maqamu alqurbi, saizi inshallah tunaongea kuhusiana na maqamu shukr. Mmoja maulama anasema fa shukru, hii maqam ya shukr ni maqamun rafi, ni ngazi ya juu pia. Wa huwa, na hii ngazi ambayo kwamba ni maqamu shukr, mutalazim, ni yenye kushikamana na nini? Mutalazimun ma'a sabri, ni ile ambayo kwamba inaambatana na subira. La yanfaku ahaduhuma anil akhar, haziwachani. Kwa hivyo ukiwa unasubiri ni lazima uwe ni mwenye kushukuru. Ukiwa ni mwenye kushukuru lazima pia uwe ni mwenye kusubiria. Kwa hivyo haziwachani. Fasabru ala taa, basi kusubiri katika kumtii Mwenyezi Mungu. Wa tarkil ma'siya, na kuacha maasi. Huwa ainu shukuri, ndo shukuru hiyo hiyo. Tunarudia tena, kusubiria kwa kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuacha maasiya, huwa ainu shukr. Hiyo kuacha maasiya na kusubiri katika taa ndo shukuru yenyewe. Washakiru, na tukitakaposema huyu mtu anamshukuru Mwenyezi Mungu ni nani? Yamna nafsa, ni yule ambaye kwamba anayezuia nafsi yake anil kufran, kufanya vitu ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza. Maa, pamoja na nini? Pamoja na habsi nafs, pamoja na kuikataza nafsi kutoenda kinyume na yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha. Kwa hivyo, au kutoenda kinyume na yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha, na pia kutoacha wajibu ambayo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amehalalisha. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.